Handball safi. Safi. Ndio mkuu wa kazi ambaye pia ni afisa wetu mkoa, ndugu yangu Majula, viongozi wa ngazi ya mkoa na wanafunzi wote. Habari za asubuhi kama sio mchana. Mchana. Kwanza ni Mwenyezi Mungu. Mungu wa rehema ambaye akawapatia afya njema. Na baadhi zetu wanaumwa sababu mbalimbali, lakini leo kuna afya njema. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia nipende kuwapongeza walimu washika mafunzo kwa muda wenu, gharama pesa kwa mtumia, lakini pia viongozi wa chama. Kazi yenu ni kazi nzuri sana, nafsi napongeza sana. Mpango wa kazi, chama hiki kilianza kwa na mawili muda kidogo. Juzi na mafunzo miaka 3 iliyopita tuliongea ndugu zangu hawa Finansi kwamba sasa kuna haja ya kuwa na chama cha handball za mkoa kusajiliwa. Na hii kwa sababu tayari chama hili vile vile nini na vile. Kwa sababu mimi bado handball, lakini hata pia nisajiliwa. Kwa hiyo tunataka kwamba kuna haja pia kuna nini sasa chama cha nini cha handball ngazi ya mkoa. Tulikaa nao miaka 3 iliyopita. Katikati hapa mambo yako mazuri sana. Mambo yakamilika, lakini ndio Mungu akajana chama hiki kisajiliwa sasa ngazi ya mkoa. Kwa hivyo inakuwa kubwa ambao viongozi wetu hawa wameweka legacy kwenye mkoa. Si mtu akumbuka kwa sababu ya kazi kubwa ambayo wamefanya ya kusajili chama ngazi ya mkoa. Lakini pia lingine legacy ambayo nafikiri sasa ni waasi ndugu zangu hawa wanafunzi, baada ya usajili wa chama kuna haja ya kufanya mafunzo kwa endelevu. Mafunzo haya leo ni mafunzo ya pili kama somo ya 3. Miaka nyuma za Mheshimiwa Mtaka tuleta wafunzi hapo kutoka Jerumani wa train wa walimu wa handball. Baada hapo wakaonekana tena, lakini hii ni awamu ya pili Afrika watu watatu mafunzo. Kwa hiyo niombe walimu wenzangu, mara nyingi mafunzo msikia mafunzo yanaandaliwa basi Mungu kwa ajili ya mafunzo. Kama ni chama, kama ni sehemu yoyote atasema mafunzo yanaandaliwa, kwa sababu kuna mada kule mhudhurie kwa ajili ya kupata nini? Kupata maarifa zaidi ya kuhusu mchezo wa handball. Kwa sababu mara zote tunajua wote kwamba sheria ya mchezo zinabadilika. Leo kuna sheria hii, kuna sheria hii, kuna haja kwa kasi kuna nini? Kwa mafunzo ili angalau kufahamu sheria mpya ambazo zinatengenezwa. Lakini lingine ni ngombe ndugu zangu. Moja ya namna kufanya mchezo wa active au endelevu kwenye maeneo ya kazi pamoja na kuandaa mechi za kirafiki. Walimu wenzangu, niombe sana. Baada ya mafunzo haya kuisha leo, niombe kwa mtu cha kazi aanze kuwa na mechi za kirafiki. Lakini pia ndio ngazi ya shule. Sasa angalau mechi za kirafiki ziweze kuchezeka ngazi ya kata na hata nje ya kata. Tarafa na wilaya. Lakini pia kama bonanza ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, hata ngazi ya mkoa. Pia nasaidia mchezo huu kuendelea kukuza na kwa wadau wengine kufahamu zaidi na zaidi. Ndugu zangu, mimi leo nitakuwa na aibu kubwa sana baadaye nikisikia wale mafunzo haya mnakaa vituoni mfanyia kazi. Na hamna maana ya kufanyika. Ni vyema hii tunapata leo hii basi ndio kupailia ndio baadaye sawa na wanafunzi wengi zaidi wafahamu kuhusu masuala haya ya mchezo wa handball. Naamini mtaniangusha kazi hii itakuwa vizuri. Kiongozi wangu afisa mkoa, kwa uzoefu wetu wa ngazi ya mkoa kwa mshtuko mseta, mara nyingi mtu ambayo sio kufanya performance yake pamoja na handball. Miaka 3-4 iliyopita handball kwa kweli matokeo kwa ngazi ya mkoa ni nyuma sana. Na kwa sababu moja ni kwamba hakuwa na walimu kutosha wanaofahamu mchezo wa handball. Sasa hii fursa nzuri kuipata. Walimu hawa walikuwa chachu kwa ajili ya kutoa mchezo wetu
na tunaamini sasa kuanzia mwaka huu na kuendelea mambo haya kubadilika na wewe kupiga hatua kwa nini mchezo wa handball kwa wanafunzi wetu kutoka kwenye sekta kuanzia ngazi ya shule, mkoa na ngazi ya taifa. Lakini pia kwa maana wanaongea kuhusu performance ya handball kwenye ngazi ya mkoa na taifa. Wewe hapa na uzoefu wa Maduka. Na uzoefu. Miaka kama 2, 3, 4 tukole ngazi ya taifa. Timu ambayo tuko nayo kwa sababu ilikuwa mrefu mzuri sana kwa taifani, kulikuwa tunafungwa sana. Na ilikuwa pezea sana. Na sasa mechi ya kwanza, mechi ya pili mnafungwa. Ilikuwa ni aibu kwa kiongozi lakini pia aibu kwa mtu mmoja. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kuzoea segelao tena performance kubadilika na matokeo kubadilika ngazi ya taifa. Mgeni rasmi. Moja ya shida ambayo tunao wetu kama na mchezo, kwa wanafunzi wetu kufahamu sheria ya mchezo. Hivi karibuni nimeshuhudia kile moja sasa ya kiongozi nilifika pale kuta uwanja wenyewe wa handball shule ya mjini sasa, lakini uwanja wenyewe wa handball haujakaa sawa. Wakati sheria hiyo ya kwanza kabisa inahusu uwanja. Ni shule ya mjini lakini uwanja haukuwa mzuri kwa sababu ile tu haujakaa sawa. Ndugu zangu, basi mambo haya kwa wanafunzi ili mambo kama ngazi ya uwanja yakae vizuri na mambo yote ni vizuri. Kitu kingine nishuhudia kwenye fulani hivi kama story, lakini ilikuwa ni kweli. Wanafunzi mmoja wakati wa mchezo wa handball unachezwa ngazi ya mkoa, timu yake ikafungwa goli timu yake. Mkuu mwanafunzi yule alienda kwa mwamuzi, alimwambia mwamuzi ni offside. Yaani mchezaji wa handball aenda kwa mwamuzi anamwambia ile ni offside. Wakati kwenye handball kiongozi hatuna offside. Kwa sababu nafunzwa kujua kwamba hii handball ni offside, basi ndio kutofahamu alimwambia mwamuzi kwamba ni offside kati ya offside, kwa sababu fundisho kwa taratibu za mchezo wa handball. Langu la mwisho ndugu zangu, mimi binafsi tunataka kushirikiana wote ambao wanakuja ngazi ya mkoa kama afisa mchezo chini ya kazi ya viongozi wangu afisa elimu mkoa, lakini kwa kweli binafsi kwa hii kama mkoa tunapiga kubwa sana, na naomba pia tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. La mwisho niombe sana, sometimes ngazi ya shule labda pesa haitoshi, ni haja pia kutafuta wadau mbalimbali kusaidia. Muone mheshimiwa mbunge, sio mwanadamu maarufu pale, muone mwambie naomba kila mmoja miwili au saidia angalau kwa ajili ya kusaidia kazi ya shule na kuenda mambo kwenda vizuri. Tusikate kuzia ngazi ya shule, capitation itasaidia sana. Watanzania lakini ndogo, lakini wadau tunaomba watasaidia kufidia ile gap la ngazi ya shule. Basi hali yangu machache tuanishie hapa kiongozi.